Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Amma baada, ndugu zangu, katika darasa letu hapa Nado Online TV, biiznillah tabaraka wa taala tutakwenda kuwafundisheni njia ambayo wale wenye kupitia mitihani, labda ni wake zao ama ni waume zao, wamepondekea katika maasiya sawa na hasi, labda ni mlevi, unatamani aache, ama labda mtu huyo ni mtu wa kupenda zina, unatamani aache, ama mtu huyo mtabangi, unatamani aache, ama ni mtu wa kupenda matusi, hauna tabia zingine ambazo si katika zile zilizoriziwa na Allah tabaraka wa taala. Ziko tabia nyingi sana, yako mambo mengi. Hii unaweza ukamfanyia hata mtoto ambao unamwona ni teja, ama mtu ni shoga, ama ni mtu mwenye tabia zingine ambazo wewe zina kutatiza, ama ni sababu ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Biiznillah, haya yote utafanya kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala, yani kwa kuomba idhini yake mwenyewe aweze kumbadilisha. Ziko njia nyingi za kufanya, miongoni mwa njia ambazo tumeshawahi kuzifundisha zipo katika Nado Online TV, lakini na leo nikaona wanawachuoni wengi sana wametufundisha hizi njia, nikasema na mimi nisiwe mnyime wa fadhila, niwapeni hii njia. Soma aya 3 katika surati Al-Maida, aya 3 katika surati Al-Maida mpaka lile tamko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waraditu lakumul islamu au islama dina. Sawa. Aya hii ni ndefu kidogo, utaisoma kwa utaratibu huu. Utaanza mwanzo pale, hurrimati alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayri llahi bih walmunkhaniqatu walmawqudatu walmuraddiyatu wannasihatu wama akala sab'u illa ma zakaytum wama dhubiha ala nusur wa an tastaqsimu bil aslam dhalikum fisqa al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hii ni surati Maida, ni aya yake ya 3. Usimalizie huko ufamani huko, usiende, ishia tu hapa lakum al-islama dina. Sawa. Pale baada ya kumaliza kwa utaratibu ambao tutakuja kukuelekeza, utaanza kumtilia nia, kusema ya Rabbi, naomba. Kwa mfano ambao ni watu wengi wanataka kuwapa dawa au wanataka kuwatibu, sawa, unaweza kusema Mwenyezi Mungu, wote watakayekunywa haya maji au watakayeoga haya maji au watakayetumia haya maji, basi wapambe na tabia ambazo wewe unazozipenda, waharamishie vinywa vyao, mwili wao, matendo yao, zile tabia au yale mambo wewe umeharamisha, wapambe na tabia njema ambazo wewe unaziridhia, wakamilishe na tabia njema ambazo wewe utawalipa kheri. Utatia nia, kwa mfano labda ni mke tu au ni mume, basi utatia nia hivyo. Naam, tuanze utaratibu wake. Aya yenyewe ni hii ambazo nimefundisha. Utaratibu wake unaweza ukatafuta bani dhukura ama jawi, inshallah biiznillah taala. Yani hivi vitu vyote unatakiwa navyo. Ukivikosa basi haina shida. Sawa. Mwili utaanza dua yako kwa kusema astaghfirullah, 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 astaghfirullah mpaka zifikie 100. Tusema la ilaha illallah, la ilaha illallah mara 100. Kisha mswalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Baada ya kumaliza hapa, ndipo uweke nia kwamba Mwenyezi Mungu nasoma kwa ajili ya umharamishie mtu fulani au watu fulani au watu fulani. Sawa, tabia kadha na kadha wewe unazijua. Kama ni mlevi na mtilia nia, basi Mwenyezi Mungu ampe imani, ampe baraka, mnyanyue Mwenyezi Mungu, muondoshe kule, mharamishie, mpe hivi, utanizo yale unayokusudia. Kisha utaanza Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayri llahi bih wa munkhaniqatu wal mawqudatu wa dhurihatu wal nasihatu wama akala sab'u illa ma zakaytum wama nahya. Utakwenda umadhubia mpaka mwisho. Ukifika wal islam dina, unarudi mwanzo, yani kwa kifupi. Kisha dua yako uisome mara 70. Ila wakati unasoma zingatia, wakati bokoli yako pale unachoma,
mbele yako kutakuwa kuna maji labda kwenye sufuria ama kwenye glasi, kwenye kikombe, kwenye jagi au sehemu yoyote ambayo fungua, soma dua ya hiyo mpaka mara yote ishe. Kama umepewa jina kabisa, basi mnuizie kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Kisha maji yale, kama unaweza kumwongopea labda au kumdanganya kwamba chukua dawa hii au hivi na vile, yani anywe aliyakuwa hasijue, mwambie basi dawa hii kunywa kwa ajili ya kuondosha mikosi. Wewe mfano watu wengi sana wale wanaamini wao wanachukiwa, wanaamini wao hawapendwi, wanaamini wao hawasikilizwi, wanaamini kwamba yale wanafanya labda si kwa hiari yao. Sio sawa. Kwa hiyo unaweza kumwambia dawa, chukua dawa hii bwana, watu naona ndugu zangu wanakuchukia, hebu jaribu kunywa na kuogea walau siku 7 bwana au siku 3. Kama ukimwona mtu labda kitu chake hakieleweki, basi kuwa na tabia ya kumpa wewe maelekezo kwamba hebu njoo unywe dawa hii, hebu nenda kaoge au fanya hivi, biidhnillah tabaraka wa taala. Mtu yule kama ana tabia mbaya zote ambazo kwenye jamii, au mwanamke yule au mwanaume yule labda ni mzinifu, kwa ni mtu wa kupenda riba, mtu wa kupenda baraa mengine ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha, basi nawe utasema Allahumma muharamishie mja wako huyu fulani bin fulani au watu hawa, basi na wao waweze kuona haya ambao unayajua wanayafanya, bismillah hata warehemu na hata waharamishia hayo mambo. Naam, hii ni miongoni mwa haya ambazo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amejalia kwetu katika Sura Al-Maida. Ina mambo mengi, ina mafundisho mengi, ina kazi nyingi sana. Vile vile kama mtu huyo na uwezi kumnywesha, uwezi kumogesha, basi katika mji au katika ile njia anayopita, wewe kamwage ile maji. Ngamwaga basi akiwa anapita kwa zake Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala tajalia. Mumeshamaliza dua yenu, mswalie tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa idadi ya mara 100 na zaidi. Sawa Usisahau kusema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim walau mara 100. Kisha kama waweza kusoma Sura Shafi, isome walau mara moja, ile isome sana. Ni dua moja nzuri sana katika masuala haya. Mimi zamani nishaye kumfanyia mtu kwa Sura Shafi peke yake, na alikuwa ni teja, anapenda kula vitu ambao kwa lugha ya watu huku vile kwa dando. Sasa sijajua kwa kweli, lakini vile vidonge ambao wanapewa wandawazimu, mtu akipewa analala, basi alikuwa anapewa hizo, anakula na ndio akawa anatafuta hizo. Mwisho siku akawa ameharibika kabisa. Tukamwombea hii dua, sikusoma dua haya hii, nikamsomea tu hiyo Sura Shafi. Allah Tabaraka wa Taala alimjalia. Siku moja nilipokuwa nasumulia, shekhe mmoja akaniambia, "Baba, ungefanya hivi na hivi basi itakuwa ni mjarabu sana." Basi nikaona ni heri, na nilipoanza na mimi kuitumia, basi nikaona maajabu yake. Mimi namshukuru Allah Tabaraka wa Taala kwa kuweza wewe kupata darasa hili, lakini ni somo miongoni mwa masomo nzuri sana, kuwasaidia na ndugu zako waweze kukaa katika masuala mazuri. Lakini usikose na vitabu vyangu popote pale duniani. Kama uko Dar es Salaam unaweza kufika Mbagala za KM, uko nje ya Dar es Salaam unaweza kuwasiliana na sisi uweze kupata utaratibu wa kuvipata. Uko mbali na Tanzania unaweza kuvipata kwa njia ya simu, kwa njia ya PDF inshallah. Lakini usikose hivi vitabu, kimoja 20,000, vitabu ambavyo sio 20,000, tutakuja kama wewe mhitaji wewe utavipata tu bismillah. Bila vitabu vinano unapata kwa fara kimoja, vitabu 12 kwa 1,500 ya Tanzania. Mimi nikutakieni masomo mema na masomo mengine yote yanayokuja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.